Hii mradi imenisaidia sana hasa mimi kwa sababu nilivyomaliza college yangu sikupata ajira. Tulijiunga na kikundi hiki, tukaanza uvuvi huu wa samaki. Baada ya hapo tukawa tunawafuga samaki. Tunawafuga, kipindi kikiisha tunaenda tunawavuna, tunawauza. Mapato yetu yanatokea hapo. Inatupatia mapato ya kila siku, tunawalisha watoto ambao tunao, na vile vile tunapata mapato ya kujikimu maisha ya kila siku. Kama serikali ya kaunti ingekuwa inatufikiria sisi hapa, ingetuletea tena keji zingine na ingetuhifadhi sana sisi hapa na tuwe na ajira. Vijana wengi hawana ajira, lakini naona wanategemea uvuvi hapa, inawasaidia. Mradi iwasaidie. Kwa hiyo serikali ingefaa ije kipaumbele itusaidie, itupatie fedha, tununue hizi cage, tununue samaki wale wadogo tuwafuge, na hata chakula cha hao samaki wanaokula ingetusaidia sana. Kwa hiyo maana hiyo ni moja ya changamoto ambazo tunayapitia. Maliza wewe sema zako, hiyo ni zangu. Si nilikwambia nakupatia hiyo 500. 500 ni mbaya. Ongeza hata 50. Sitaongeza pesa. Ongeza hata 50. Bei ni hivyo tu. Toa hiyo ingine. Na hii hizo zote nilikwambia nitakupatia kwa 250. Sasa hiyo 250 kama umekataa kuongeza 50, hapa ongeza 50. Akiwe hata 300. Lakini utakuwa umeniua. Siku hizi samaki bei zake ni mbaya. Siku ingine inauzwa 600 na siku hizi inarudisha. Sasa watu wauzaji samaki wajui hata, kwa sababu hizi samaki wanarudisha bei zake. Biashara ya samaki umeifanya miaka ngapi? Nilianza miaka ya 92 hivi mpaka sasa. Sasa nilianza biashara ilikuwa ni nzuri, ilikuwa inanieleza vizuri, lakini kwa sasa imepungua sana. Hiyo wakati ilikuwa ni nzuri sana, lakini kwa sasa imepungua. Kutokana na hii biashara umekuwezesha kusomesha watoto wako wote? Nimesomesha 3, wengine bado wako wanasoma. Wa kwanza amefikia wapi? Wa kwanza amefika form 4, akaacha shule. Saa wa pili pia akafika form 3, akaacha shule, alikuwa ni msichana, akaconceive, nikampeleka kwa kosi ya kushuka Nairobi. Saa kutoka hapo nikashomesha pia mwingine, anafanya form 4 saa hizi. Na mwingine mwenye anamfuata huyo mwenye amefanya form 4 ako kwa class 8, amefanya pia mtihani next year, sasa anaenda form 1.
Miaka hapo awali biashara ilikuwaje? Kwa siku ungetengeneza profit ya pesa ngapi? Kwa siku naweza kutengeneza profit ya 1,500, lakini kwa sasa unaweza kupata 300, 500, lakini haitoshi. So leo unatarajia utengeneze pesa ngapi kwa samaki umenunua? Leo na expect kupata hata nipate kama 600 hivi. Samaki kubwa kama hizi mnauza kulingana na kilo ama? Kubwa kama hizi tunauza tukichukua kwa kilo, na kuna zingine ndogo ndogo tunachukua tu kwa wenye wametoka baharini. Sasa hizi ndio tunachukua kwa kilo. Hebu tuone hii itatoka kilo ngapi? Inaekelewa vipi? Sasa hii imetoka kilo 2. Hii moja ni kilo 2. Kilo 2. Tukiongeza hii imenona. Hii imenona sasa imefika kilo 4. Kilo 4. Kwa kilo unauza pesa ngapi? Kwa kilo tunauza, wanatuuzia 250. 250. Sasa wewe ukienda kuuza utauza pesa ngapi? Mimi venye naenda kuuza sokoni, naweza kuuza hata 300 kwa kilo. Sawa, wana bargain kama umeenda sokoni. Sasa mtu anaweza kulilia bei alafu namkatia. Major challenges basically like 4. 1, insecurity. 3, depleted fish stocks. As you can realize, fish is very expensive down here. Something we should be costing like 200. They are selling at 350, 400. Basically, for the tilapia type, nail patch is a little bit cheaper because they are selling at 200 per kg. But tilapia is not affordable for the common man because of the depleted fish stocks. The third one, and the major one down here, as you can look around, there is no power. So storage of the fish is a problem. And on that very note, they are selling at throwaway prices at times. Shida yenye tunapitia, saa zingine tunaweza kupata samaki jioni na hatuna mali pa kuweka samaki kama container na brafa hatuna. Saa zingine boti inaweza kugoa usiku kama saa 6 na hatuna light. Sasa tunakaa giza mpaka tutoke kwa biashara na haifai. Possible solution, what we are thinking, and we are working on it as Office of the Women Rep. 1, we want to give them cooler boxes. I think this financially, if I'm not wrong, we've lined up Sori, Miuru, and other beaches along the lake region in Nyatike. If we give them cooler boxes, what basically they need is just ice. They can buy ice from Miuru, and I think Sori. That can get them going. Because power, I don't know when we'll have power down here. That's another story for another day. And 2, as you saw the other side, we want to go the fish caging way. Fish caging has more advantages compared to this traditional fishing. Kazi ya chama ni kuchukua samaki. Pengine unaweza kuchukua samaki hivi. Ukishachukua hauwezi kwenda naye sokoni hivi. Umeipata jioni kabisa. Sasa makosa unaweza kuweka mpaka kesho unachoma alafu ndo unaenda naye sokoni. Sasa hiyo ni shida tunapata kwa biashara. Kwa sababu unatumia mafuta, kuni pia unanunua. Hiyo tena ni biashara, unaenda kupata pesa ndogo. Sasa hakuna biashara unapata nyingi. This method, they don't have price control. Because if it reaches 6 in the evening and there's no buyer, if they are to sell it at 200 per kg, they'll end up selling at 100. Because what do you do with it? The caging system is you sell what you want. If supply today is for 10 kgs, you go pick the 10 from the net, from the cage, and that's what you sell. And you can play around with the price. These other ones, they don't have price control because they tell you Asians come here from Nairobi,
They tell you will buy a kg at 400 bob per kg. You sell to them on credit, and they vanish. You never see them again. But fish caging, you sell, you only produce what you can sell. Because the fish can stay in that cage for about between 8 to 12 months, that is the sales period. But this, if you harvest 20 kgs and there is no market, you are done. Sasa hivi tumeajiri karibu vijana 50 hivi ambao tegemea fish cage. Sio hizi tu, zingine ziko pande ile nyingine. Tuna karibu vijana 50 tuko katika kazi hii ya kuwafuga samaki. Baada ya kuhitimu, sio kila mtu atakuwa anapata ajira kwa sababu ajira imekuwa ni haba. Kwa hiyo my advice ni kwamba baada ya graduate hakuna ajira, naomba wale ambao wanaishi karibu na ziwa waje tufanye kazi hii kwa maana ni ajira tosha. Wasikae tu kwa maana wamesoma lakini ajira hakuna, wasikae tu bure bila kufanya chochote. Waje tuungane, tuendelee na kazi hii ya kuwafuga samaki.